Yo, it's another beautiful time na nipo na hitmaker mapenzi ya upesa Sentano Music, niko naye hapa na ni wasaa mzuri wa kuzungumza naye vitu vingi sana kuhusiana na muziki, lifestyle na maisha ya vijana kwa ujumla. Kumbuka kwamba niko Perfecto Juice Makumbusho hapa. Juice na kwanza naomba juice. Naomba juice bana. Inabidi umekunywa juice ya kwanza, inabidi unywe na ya pili pia. Mtaniua. Ile tena. Atakuwa tajiri yangu. Yeye akusindikizia maneno, unaelewa? Karibu bwana. Bwana Sentano vipi? Mimi niko poa kabisa. Unyama Kabisa. Kwanza karibu Perfecto Juice. Nashukuru sana. Hii juice nzuri sana. Hii inaenda kama nini? Perfecto si kuna nini? Kuna tropical, kuna nini? Sawa, hii inakufaa kabisa kwa sababu haina passion. Hii passion kidogo zinanitibua. Hivi kwa nini? Na madonda ya tumbo mimi. Kweli? Lakini pia na blood group wao kosi shauriwi kutumia vitu vyenye asidi nyingi. Ukizungumzia vitu vyenye asidi kuna vitu vingine unatumia lakini vina asidi. Hapana. Yaani mara nyingi sana najilinda sana nisitumie vitu vyenye asidi kwa sababu ya gesi na vitu kama hivyo. Hautumii kilevi? Kilevi situmii kabisa. Haujawahi kutumia au uliwahi kutumia ukaacha? Nafikiri toka nimezaliwa nimesha kunywa kilevi mara moja tu. Na hiyo ilikuwa Nairobi. Okay. Kwenye baridi kali, watu wakaniambia bwana, ukijaribu kupiga hii kitu baridi itakata, ni joto mwanzo mwisho. Nikaona labda acha nijaribu. Kwao nikapiga kitu kimoja hivi, nililala siku hizi mbili. Unahisi kwa kutokea hapo? Unahisi kwa nini sio mfuasi wa hivyo vitu? Ni malezi au inakuwaga maamuzi? Ukiachia tu malezi au nini, lakini pia mimi nimekuwa na mzee ambaye alikuwa anatumia hivyo vitu. Kwao namuonaga jinsi anavyokuwa, ni kitu ambacho sijai kuwa interested nacho kutokana na ninavyoona kinavyomuendesha. Oh yeah. Hivi lifestyle gani ya wasanii au ya watu maarufu wanayo, especially vijana, afu wewe una kuachana na pombe? Labda show off. Labda kuna zile wanaita kutengeneza kiki na vitu kama hizo ni vitu ambavyo sijajua kama nitakujaga kufikiriaga hata kufanya hivyo. Wanasema ili muziki uende inabidi utengeneze hizo mambo kidogo Unatoka na nani? Mimi nachoamini ni kitu kimoja. Muziki ukishakuwa umeisha ndio unatakiwa uje na kiki. Kwa sababu muziki wenyewe kama muziki huo unajipeleka wenyewe. Lakini pale ambapo mtu anakuwa ameshaishiwa kabisa inabidi atafute sasa kitu kingine ambacho kitamfanya endelee kubaki na kuzungumziwa. Oh yeah. Ina make sense. Wewe ni mzaliwa wapi? Mimi nimezaliwa Kigoma. Nimekulia Kigoma, nimesomea Kigoma. Dar es Salaam nilikuja kwa ajili ya mishemishe. Mwaka gani huo? Dar es Salaam mara ya kwanza nimekuja 2011 na nilikuja kwa ajili ya kusoma. Vikawa vimeshindikana, nikaishia form 5 nika drop out. Kwa nikaingia mtaani kama mwaka mmoja hivi 2012 nikarudi tena Kigoma, afu 2016 ndo nikarudi tena kupambana. Kwa nini uli drop out? Changamoto za hapa na pale za kifamilia na nini. Kama nilivyokuambia mzee wangu akishapiga vitu anakuwa mkorofi, unajua zile, so kutokana na hizo issue na nini tu watu hapendi muziki kabisa. Kwa hiyo ilikuwa sababu mojawapo ya kwa nini hakutaka kuendelea kusupport elimu yangu. Unajutia au kuna namna yote? Sijawahi kujutia walai. Yaani kwangu mimi kwa sababu tangu nikiwa mdogo napenda muziki na mara zote walikuwa wananiambia soma ukifika hata darasa 7 tutakuruhusu ufanye muziki. Unasoma ukifika darasa 7 wanakuambia soma ukifika form 4 utafanya muziki. Unafika form 4 tena wanakuambia soma ukimaliza chuo. Kwa sijawahi kujutia kwa sababu mimi maisha yangu yote yani toka najijua mimi kwamba mimi innocent. Nilikuwa napenda sana muziki. Na najua kwamba muziki ndio kitu ambacho mimi natakiwa nifanye. Nice. So mbali na muziki kama muziki. Wewe una kipaji gani kingine? Vitu vingine nafanya marketing online. Sio najihusisha pia hizi freelancing za online, kutengeneza sijui graphics, AI, sijui nini, yani vitu kama hivyo, content creation pia, lakini sio sana, lakini huu upande mwingine ndo nimeiva vizuri. Hivi unajua juzi nilikuwa napiga story na mtu. Akaimba nyimbo fulani hivi ile ya Chemical ile umefanya naye. Sorry mama. I was like, huyu ameimba Sentano pia. Yeah. Nikashangaa lakini sikushangaa kwa tafsiri mbaya, ile nilishangaa kwamba ni kitambo ulikuwepo kwenye muziki. Yeah. Lakini watu wengi wamekuja kukufahamu kwenye mapenzi ya upesa. Yeah. Umeona Hapa katikati hapa kulitokea kitu gani? Ndio hizo misho za kurudi nyumbani? No.
Nafikiri I'm sorry mama imetoka 2016. 2016 ambapo nilikuwa niko signed rebo moja na Chemical. Kwa ile nilifanya kama collab, lakini pia ile collab alitakiwaga afanye Vanessa Mdee. Okay. Kwa mimi wakati naifanya nilifanya kipindi ambacho management haikuwa tayari kunipush. Sio, unaelewa. Kwa hiyo nilivyofanya tu ile ikaishia pale pale. Nikazima kama miaka 2, baadaye mikataba ikafa kutokana na kwamba sioni chochote kinachoendelea. Sasa kurudi nyuma kuanza kujitafuta mwenyewe ndo nimekuja kujipata kwenye mapenzi ya upesa 2022. Wakati huo ushafanya nyingi sana hapa katikati. Nimefanya ngoma hapa katikati, nimefanya ngoma nyingi sana. Ngoma nyingi mno. Na ile mapenzi ya upesa ilikuwa ni project ambayo ilikuwepo ukai-release mwaka 2022 au uliandaa ukaitoa? Mapenzi ya upesa si ngoma ambayo ilikuwepo. Na uwezi amini mapenzi ya upesa haikuwa hata ni ngoma. Ni kitu tu ambacho nilifanya nikasema acha nitengeneze kitu fulani ambacho nakipush tu kwa ajili ya TikTok. Nipime tu upepo. Kipindi hicho nafikiri nilikuwa na project ambayo nilikuwa nimefanya na Kusa inaitwa Fall in Love. Niko katikati ya ile promotion nikatiz tu hicho kitu nikasema acha tu nikiweke. Alafu nilivyokiweka tu kikalipuka. Kwa hiyo nikasema acha niende nacho. Okay. Kwa hata ile project nyingine ikabidi niweke pembeni nikapush hiyo nyingine. Mapenzi ya upesa ndio ikawa ngoma sasa. Kuna namna yote, kuna mazingira ambayo yalishawishi ukaandika ile track, labda kuna true story behind? Kwanza kabisa ilikuwa ni kipindi ambacho nimetembea East Africa. Uganda, Kenya, Rwanda. Nilipata bahati moja ya kukaa kwenye show moja ilikuwa ya Ruga. Nilikuwa mmoja wapo ya wasanii walioperform Mombasa. Kwa hiyo nikakutana na meneja wa Ruga. Kashauri kitu kimoja, kanambia yani kwenye muziki uko na option mbili. Either uwe na hela au uwe na mtaji wa muda. Na kama una mtaji wa muda, tengeneza vitu ambavyo, tengeneza muziki ambao mtu yeyote anaweza kausikiliza akaupenda. Imbia shida za watu, imbia changamoto za watu, imbia pesa, imbia watu wanavyohustle, imbia watu wanavyotafuta. That way ni rahisi sana kupenya kwa mtu yeyote kwa sababu kila mtu ana hustle. Kwa sababu ili muziki mtu ausikilize mara 2 mara 3, either awe ameusikia sana au uwe unamhusu. Kwa tengeneza, kwa sababu wewe hauna pesa ya kuweza kufanya muziki wako usikilizwe sana. Tengeneza muziki ambao watu wanaweza wakarelate na maisha yao. Kwa hiyo nilivyorudi nikasema acha nijaribu kutengeneza kitu ambacho alinishauri kwa sababu wale unajua wenzetu wameshavuka sana, wanajua vitu vingi. Na kwa sababu kwanza yeye mwenyewe alikuwa msanii, yule anaitwa Prince nani sijui simkumbuki, yeye anaitwa Prince nadhani. Kwa nikasema acha nifanyie kazi hiki kitu alichoniambia. Koja kufanyia kazi nikabadilisha style, na sababu ile ilikuwa kama ina drill R&B ndani yake, na nafikiri ndo msanii wa kwanza Bongo kuimba hivyo. Kwa hiyo nikajaribu tu kama kujaribu, ngoja nione upepo wake unakuaje, niimbie mapenzi au pesa hivyo hivyo ilivyo. Kwa hiyo nikachapa pap na goma kweli likaondoka. Baadaye nikaja nikairudisha Misha ni wimbo ambao mimi nimeandika 2011. Kipindi ambacho nime drop shule. Nikaja dance. Ndio. Muda ambao nime drop shule ndo muda ambao niliandika hiyo ngoma. Lakini baada ya kuona kwamba mapenzi ya upesa imeenda, kama mapenzi ya upesa imeenda, basi na hii itaenda. Hivi Misha ndio nimetoka bush, nimetoka home nikienda town, sikuja kusaka ndugu aise, Misha zangu mtaani. 2011 gari kutoka 2023. Na ikafanya vizuri sana, ni moja wapo ya ngoma zangu kubwa. Na kuna nyingine inaitwaje ile? Bora peke yangu. Pia iliandikwa kitambo. No, peke yangu nimeiandika ilikuwa last year. Okay. Yeah. Ile ni current project umeiandika ukaitoa. Yeah. Yaani niliandika, yani ndo nafikiri ni wimbo wangu ambao nimeuandika kwa uharaka zaidi. Sababu ilikuwa within 2 days nikatoa na ngoma, haikufanya vizuri mwanzo. Kwa sababu pia sikuwa nimeipush sana, nilipata show nafikiri tena Nairobi. Kwao nikaacha kuipush. Nilivyorudi imeanza kufanya vizuri nafikiri kwa mwezi wa 3. Mwezi wa 3, yes. Lakini mpaka sasa hivi ni ngoma yangu ambayo mpaka kesho ni ngoma ambayo inaingiza streams nyingi, ni ngoma ambayo hata TikTok inafanywa challenge almost 3,000 kila siku. YouTube inatembea kila siku. I was about to ask you, ni ngoma ambayo by the time imetoka haikuwa na ile shangwe. Lakini currently naona inatumika sana. Yani sana mpaka inanishangaza pia. Kumbe tunaweza tukatoa nyimbo leo lakini zikaja kuitika baada ya miaka. Yani kuna kitu kimoja wao wanashauri, wanasema fanya ngoma nzuri. Ukifanya ngoma nzuri una advantage mbili. Kwanza wimbo ukiwa mzuri, hata kama usipofanya vizuri sasa hivi ni kwa sababu haujawafikia watu. Lakini mtu yoyote, sikio la mtu yoyote likisikia wimbo mzuri linajua huu ni wimbo mzuri. So wakati wowote, mwaka wowote, kwa mfano Love Nwantiti kuna kipindi ambayo ilitoka, ilichukua miaka 3 kufanya vizuri. Ilitoka nikaisikiliza, kana naambia wanangu, ngoma msanii atakuja kuwa mkubwa sana.
Baada ya miaka mitatu Love Nwantiti ikawa ni hit song global, yani dunia nzima kila mtu anaimba na mpaka kesho unafanya vizuri. Kwa hiyo ukiwa na ngoma ambao ni nzuri, una advantage ya kufanya vizuri hata kama sio leo sio kesho. Wewe tengeneza ngoma nzuri, weka. Pia kuna mashairi ambayo ni kama yana uhalisia na maisha yako kwenye hiyo track. Kwa kiwango kikubwa. Mimi mara nyingi nimesema nimejipitisha kwenye changamoto ambazo sikuwa nimelazimika kuzipitia, lakini nilijiamulia kujipitisha kwenye hizo changamoto na nafikiri pia zimenisaidia. Unajua kuna ile ambayo unasema huyu jeuri. Unajua kuna kule kususa tu kwamba una access ya kupata hiki na kile, lakini unaamua kukataa kwa sababu unaona kinatolewa katika namna ambayo unadharaulika. Unaona kabisa kwamba unatolewa kama unasaidiwa. Sasa ukishaikataa hiyo, unaingia sehemu ambayo unaanza kuteseka na nini. Hivyo vitu vimenipa advantage ya kuweza kutengeneza. Naweza kuchora ngoma za kuhaso asubuhi mpaka jioni, nyimbo hata 50. Okay. Per day. Yeah. Oh yeah. Kwa sababu ni maisha ambayo nimeyapitia. Safi. Baada ya pale ulitoa track gani nyingine? Baada ya hapo nilikuja nikatoa Sare, nyimbo za mapenzi. Nyimbo za mapenzi sijui kwa nini kila nikitoa watu wananiambia tunakutaka kwenye haso. Sijui unaelewa. Kwa hiyo nilifanya Sare, imetembea kidogo, haikwenda sana. Nikaja nikatoa ngoma moja inaitwa Kesho Itaongea, na yenyewe ni ya kuhaso. Haikwenda sana kwa sababu pia sikupata muda mzuri wa kuipush, lakini ni nyimbo ambayo naamini mpaka kesho kwamba kuna siku itatembea, kwa sababu ni nyimbo ambayo inazungumzia maisha ya watu na mtu yeyote akisikiliza mara moja tu inakaa kwenye kichwa chake. Oh yeah. Hivi unahisi record label kubwa hapa Tanzania, speaking of WCB, Konde Music, Kings, hazijai kukuona au hazikuoni? Kwa sababu wanasainiwa vijana, tunaona kila siku wanasainiwa. Yeah. Sometimes unaweza ukafanya comparison kati ya uwezo wao na uwezo wako, ukaona mbona mimi ni mkali kuliko wao. Yeah. Lakini wanakuwa signed watu ambao labda unakuta umewazidi kiuwezo. Yeah. Nahisi hazikuoni. Au sio target yako? Nafikiri tu kwa sababu sio target yangu. Unajua kuna vitu ambavyo kuna njia huwa zinafunguka kule ambako hata wewe akili yako inawaza sana. Kile kitu ambacho unawaza ndicho unachukua. Mimi sijai kuwaza kuhusu Rebo. Okay. Sio mara moja wala mara mbili, hata nafikiri Leivani kipindi anafungua alinifuata director wake Elisi Mzava ni mtu ambaye nimekuwa naye Kigoma, anajua huyu mdogo wangu na nini. Kwa alinishauri kaniambia pale, na unajua Elisi Mzava na Leivani ni watu ambao wanaiva sana. Kwa ni wazi tu kwamba angenipigia mdogo wangu. Sio, naelewa. Nimewahi kujaribu mara moja WCB kipindi inafunguliwa pia, na nikiwa nimepigiwa pande pia na Liza kipindi hicho. Sio, unaelewa, na Liza pia na Diamond ni kitu kile. So ingewezekana, sema tu changamoto za mtaani na vitu gani, kwa nilishindwaga tu mapema. Oh yeah. Kitu naweza kusema mimi kwenye maisha yangu siamini na sijutii kutoka kwenye rebo yoyote, isipokuwa mimi wanasema labda tu nipate mtu ambaye ananisimamia tu mimi kama mimi, lakini kukaa kwenye record rebo sio kitu ambacho nishai kukiwaza kabisa. Okay, huenda kama hujawahi kuwaza, lakini kuna sometimes mazingira yanatokea. Naona kabisa mazingira ya kwenda labda WCB, au labda ni mazingira ya kwenda Konde Music, au labda ni mazingira ya kwenda Kings maybe. Tunazitambua lebo tatu. Na zipo nyingine, lakini tunazitambua zile major labda na Next Level. Ambapo Next Level sasa hivi hatujui msanii wake ni nani. Tunaona changamoto nayo hiyo. Yes. Imetokea sana nafasi ya wewe kufanya choice kwenye record label moja kati ya hizo. Binafsi bado sioni kama naweza nikafanya, kwa sababu hizo nafasi nishaki kuzipata. Kipindi nimetoa Mapenzi ya Upesi nimetafutwa na rebo almost zote tatu. Okay. Yes. Sio, naelewa. Lakini ni kitu ambacho kwenye akili yangu yani ni hakipo, kwa sababu unachokiwaza mimi bro, mimi na roho ndogo sana. Yani sio, unanielewa, mimi nina roho ndogo sana, kwa sababu kuna vitu ambavyo unaona kabisa hivi wanavifanya, afu wanavifanya makusudi kama wanakupima imani. Kwa nini unanipima imani kwenye kipaji changu mimi? Yani kipaji changu mimi ninacho kabla sijakujua wewe ni nani. Mimi toka nazaliwa najijua, okay, mimi nataka kuimba. Alafu unakuja kunipima imani kwenye talent yangu. Ni kitu ambacho najijua kabisa nitakorofishana na watu kwenye hilo. Kwa hiyo huwa sijai kuwaza. Yani sijai kuwaza kabisa. Lakini kutokana na namna ya uendeshaji labda record label gani ambayo inakuvutia kutokana na WCB? Nafikiri ndio watu ambao wanaongoza kwa uendeshaji wa rebo. Hizi rebo zingine hawaendeshi kabisa. Mimi naweza kusema hawafanyi kile kitu ambacho rebo zinatakiwa kufanya kwa msanii. Hazifanyi kabisa 100. Yani hazifanyi ile kufikia tu 40% bado hazifanyi. Unahisi kuna mieusho gani
Sababu uko nje unaangalia mashairi ambao nafikiri hata wao wanajua. Unajua kitu cha kwanza kwenye labels unazingatiwa, unatakiwa uzingatie msanii kukua. Yaani hakikisha kila siku ya Mungu msanii wako anakuwa. Ni kitu ambacho kwenye label ukiona hizi za Tanzania. Yaani like kwa sababu pia zinamilikiwa na wasanii nadhani. Kwa hiyo yule msanii ambaye ndo mmiliki anahakikisha anaweka mpaka kwamba sikiliza, hapa mtakuwa lakini hapa hamtaki kuvuka. Na ukionekana unataka kuvuka inakuwa ni ugomvi. Sasa mnapoanza kugombana afu wote mnafanya kazi moja, ni changamoto ambayo nafikiri sio kitu ambacho naweza kukiota mimi kukuwa nacho. Okay. Na speaking of WCB pia kumekuwa na in and out za wasanii. Right now ukienda mtaani kwa wadau wa muziki wanasema WCB sasa hivi imekuwa kama yani ile thamani imekuwa ndogo kwa sababu wanaona watu wanakuwa signed kiholela maybe, na imekuwa rahisi mtu kuingia WCB tofauti na zamani. Kipindi hicho Rich Mavoko anaingia sio nani, kuna ile pressure na nini kaingia yani. Sasa hivi mtu kawa signed kimya na kwa rumors zinazozisikia wasanii hao ndo wamesainiwa. Ni kama wakipima na nyakati za nyuma wanaona kama WCB imekuwa nyepesi, mpaka nafika hatua wanatafuta baba wasanii, mameneja wa wasanii kupitia mitandao ya kijamii. Ni kama imechuja hivi according to mashabiki. Wewe unaona hivyo? Mimi nafikiri kitu kimoja watu wa nje wanaweza sikielewe, lakini mimi ninavyojua kwenye siasa ya muziki hiki ndio kitu kinachotakiwa kufanyika tena sasa hivi WCB. Kwa sababu Diamond ameshaitengenezea ile thamani. Sio, unaelewa? Ina fan base ile ya kutosha. Kitu ambacho nafikiri Diamond anakifanya sasa hivi anataka kupata hela. Sio, unaelewa? Anajua mimi nikimweka msanii yeyote hapa watu watasikiliza. Awe mkubwa asiwe mkubwa kivyovyote, awe na thamani asiwe na thamani hiyo kubwa, lakini watu watamsikiliza. Wakimsikiliza hii ni hela. Kwa nafikiri anachojaribu kufanya yeye ni kuongeza watu ili watu wawasikilize, kwa sababu mtu azuiwi kumsikiliza mtu na mtu. Yaani unaweza kumsikiliza Zuchu katoka kaenda kumsikiliza mtu mwingine, katoka kumsikiliza mtu mwingine. Kwa hiyo kitu ambacho anakifanya nafikiri ni yuko kimaslahi zaidi kuliko kutengeneza ile thamani, kwa sababu thamani yenyewe ya WCB ipo tayari, yani kashaitengeneza, iko kwenye level tu nzuri. Kwa hiyo nachodhani kitu ambacho anajaribu kukitengeneza ni kupata hela, sasa kupiga hela. Ndio maana unasikia siku hizi hata anaweza kaongea nataka kuwa tajiri namba moja. Vitu kama hivyo nafikiri ni jeuri ya hiki kitu ambacho ameshakitengeneza tokea mwanzo. Na nafikiri sio strategy mbaya, ni strategy nzuri. Don Jazzy ana wasanii bro, ana sign wasanii kila siku, yani almost, yani kwa mwaka anaweza kusaini 2. Alafu baada hapo kasikia tena hawapo. Yani hivyo, kwa sababu hii ishakuwa ni biashara. Ni kama gambling tu. Unamweka mtu asipofanya vizuri mkataba wake ukiisha unaachana naye kama mpira tu jinsi ulivyo. For real. Kwa iko hivyo. 10 za pili tayari. Okay. Ni kitu gani ambacho kwenye ukuaji wako mpaka hapo ulipofikia hautakuja kukisahau? Yaani kimeacha doa, either doa positive au negative. Lakini kimeacha doa yani. Nafikiri kwenye maisha yangu mimi huwa najaribu sana kuwa optimistic. Yaani ni mtu ambaye nawaza zaidi kikombe kimejaa nusu, sio kikombe kimepungua nusu. Kikombe kimejaa nusu. Kwenye maisha yangu huwa nasema naangalia vitu ambavyo ni vya faida zaidi, na bahati mbaya sana au nzuri, mimi ni mtu ambaye nasahau sana. Mimi ni blood group O. Nasahau mapema mno. Yaani like simply sana mimi kusahau. Kwa vitu vingi mimi huwa siviweki sana kwenye maumivu, sio kitu ambacho naweza kukihendo. Yaani mimi nikiona kitu ambacho hakinikalii vizuri huwa naachana nacho mapema sana. Kwa hiyo kwenye maisha yangu labda ku drop from 5 ni kitu ambacho sijai kukua na yani hakijai kunikalia vizuri, japokuwa kama nilivyokuambia sijawahi kujutia kwenye maisha yangu kwamba nili drop kutoka shule ambapo nilikuwa nasoma na nilikuwa na performance nzuri. Sio, unanielewa? Mimi toka niko shule achana tu na babangu kusema kwamba labda kwa sababu wewe ni msanii sijui nini. Mimi wakati niko shule bro, unajua leo ukitoka form 2 kwenda form 3 huwa mnapangiwa kwamba okay, wewe sasa biashara, wewe sayansi, wewe arts. Mimi nilipangiwa arts, lakini mimi nilikuwa napenda sayansi. Okay. Lakini mwalimu akwambia yani siwezi kuingiza msanii kwenye darasa langu la sayansi. Sio, unanielewa? Lakini kwenye performance nafikiri nilikuwa mtu wa kwanza mpaka kesho ambaye kwenye hisabati tu peke yake nilipata C. Okay. Na ni somo ambalo mimi sijailisoma yani almost miaka ile miwili yote, form 3 na form 4 mwalimu ameingia mara 2 tu. Lakini niliperform serikali ilikuwa Santi Kayumba. Okay. Kwa tafsiri na maana dream zako wakati unakuwa hakuwahi kuanza kwenye professional work hizi, sijui kuwa engineer sijui nini? Nishaikuanza kuwa daktari, lakini by the time nimefika form 3
hizo ndoto ziliyeyuka. Nilibezi na muziki 100%. Mimi hata shule tu kwenda kwangu shule ilikuwa mtiti sana. Yaani nilikuwa ni mtu ambaye, kwa sababu ujue arts ni darasa fulani ambalo huwa linachukuliwa poa sana. Kwa hata walimu kuingia ni mara chache sana. Nafikiri nilipiga mwezi wa kwanza mpaka wa tatu unakuta umesoma topic hii miezi mitatu. Sio, unaelewa? Kwa kitu ambacho nilikifanya mimi nilikuwa najifunza mwenyewe. Darasani naenda tu kwa ajili ya kuwa attendance nipigwe tiki, naondoka zangu naenda studio. Kwa mimi nimeanza kwenda studio niko form 3. Kwa kutoroka, kwa kujibaiba. Mimi nilifikia kipindi mpaka mwalimu mkuu akawaambia watu, huyu muacheni. Huyu anachokipanda atakivuna. Sasa hivi mwalimu mkuu atafeli huyu. Mwalimu mkuu hauna namba zake sasa hivi. Hapa ni wapi? Sijawahi kuwa na namba zake kwa kweli. Kuna kipindi ulifika hatua ya kuacha muziki. Nishakusikia several time ukizungumzia hilo. Ilitokana na nini? Kuna changamoto, kuna wakati unapitia, unaachia ngoma haziendi, unaachia ngoma haziendi, alafu unajua kabisa kuna vitu mimi nina potential navyo, nikivifanya vitanisaidia kupata maisha yangu. Hata kama ndio napenda muziki kuliko chochote, lakini najijua kabisa kwamba nikifanya hiki na hiki na hiki mimi maisha yangu mbona yanaenda. Unajua mimi nishai kununua hadi gari, sio moja mbili. Kutokana na muziki. Kwa kazi zingine, sio muziki. Mimi muziki haujai kunilipa. Kwa kazi zingine za online na vitu kama hizo. Sio, unaelewa? Kwa kuna muda ambao niliamua tu like, kwa nini nisifikirie tu niache, kwa sababu napoteza muda mwingi, napoteza nguvu, napoteza hela, afu muziki wenyewe kama hautaki. Kuna muda nilishaikuwa naamini kabisa hiki wanachokisema bila lebo utoboi. Sio, unanielewa? Lakini na ndio maana siku zote waga siachi kumtaja Kusa, kwa sababu Kusa ni mtu ambaye nilipokutana naye tu, yani ile motivation niliolewa, akaniambia sikiliza, mimi katika watu sitegemei kitu kinaitwa lebo. Labda nitengeneze ya kwangu. Kwa sasa mtu akiniambia nataka kuacha muziki kwa sababu sina lebo, nakuwa simuelewi. Na Kusa ni mtu ambaye mimi nimehamia Sinza, naona maisha anayoishi, anavyokuwa namuona mpaka alipofika namuona, najua. So ni mtu ambaye ananiinspire kusema kwamba hiki kitu kinawezekana. Kwa nini ulihama Sinza sasa? Ukaenda Tabata? Sinza bwana, Sinza nilihama kwa sababu ya mambo mengi. Unajua Sinza ufanyaji wake wa kazi ni mgumu sana. Unalala mchana usiku. Unalala mchana usiku popo, alafu pia yani kuna mazingira fulani ya utumiaji wa pesa kiolela. Yani unaweza kuwa na milioni ikaisha ndani ya wiki, alafu ulichokifanya huelewi. Yani wewe mwenyewe hujui umetumiaje hiyo hela. Kwa nikatafuta chaka ambalo najua huku natafuta na hata nikiamua niwe na familia, kwa nikachukua zangu nyumba nzima, weka kila kitu, hata studio nikafunga vifaa navyo vimudu. Kwa huwa nafanya zangu kazi, nikija Sinza bado nakuja. Sinza nakuja nafanya mastering na rudi zangu nyumbani. Yes. Sinza wanasema kuna kasumba ya wanawake ambao wanaweza kula hela za wasanii kiwepesi sana. Ni miongoni mwa hiyo situation pia ambayo kwa bahati mbaya sana mimi sijai kuwa mshamba wa wanawake. Yaani sio kitu ambacho mimi nimeshai kukitazama kama ni kitu kigumu ambacho like natakiwa ni hustle nacho sana. Yaani sijawahi kuwa na hiyo kasumba. Hawaje kuaga ni starehe yako? Starehe yangu mimi huwa ni kulala. Napenda sana nilale. Yaani kwa sababu nachoamini kitu kimoja, kuna wakati ambao nitafikia mimi nitakuwa busy sana kuliko kawaida. Kwa muda huu ambao siko busy, acha nipumzike. Sinza bana ndio ilivyo bana. Ukiingia hapa Moru, umeingia hapa unakutana tuna mboga nyingi. Nyashi. Hatari bana. Sinza mimi nisema ambapo mimi siwezi kuishi by the way. Siwezi. Kukaa tu na mazingira yale yalivyo. Yamekaa kistarehe zaidi yani. Yaani Sinza imekaa kistarehe sana. Na pia kama ni bachelor unaweza ukaishi Sinza. Yaani maisha ya kibachelor. Lakini ukishaanza kufocus na baadhi ya vitu, jikimbilia tu huko mbele. Sio rahisi. Kuna jamaa wangu mmoja nilizungumza naye siku moja. Sio mtaja jina, lakini yupo kwenye tasnia ya muziki na ni mwanamuziki mkubwa tu. Aliniambia kuna kipindi alienda kwenye studio kubwa ya producer mkubwa ambaye pia sitomtaja au nimtaje. Tumweke kwenye box. Miongoni mwa kitu ambacho aliambiwa, jamaa alienda kipindi ambacho anatafuta jina. Miongoni mwa kitu ambacho aliambiwa, inabidi ukafanyiwe vitu kwa waganga ili uweze nyota yako izidi kung'aa. Na jamaa alikubali. By that time wakaenda sijui wapi huko, alinitajia sijui Tanga sehemu gani. Umeona jamaa alizikwa ndani ya masaa mangapi alizikwa. Maana mganga alimwambia
inabidi tukuzike, alafu kesho yake tutakufufua. Umeona Ukifufuka hapo unakuwa mpya na unakuwa umeng'ea, ukitoa kitu kinaondoka, kinaenda. Umeona jamaa kweli alizikwa, lakini at the end of the day hakukaa kwenye kule kwa muda mrefu, kwa sababu mama yake alifanya harakati na nini iligundulika mapema wakamtoa. Umeona, lakini ananiambia hajawahi kuona faida ya kile ambacho alikifanya na hata attempt ambazo amewahi kuzifanya. Tukianzia hapo kwenye kushawishiwa na producers, wewe ushawahi kushawishiwa maybe au ushawahi kushawishika labda inabidi uroge bana? Yani kwenye muziki bro, yani nikwambie kitu kimoja kwenye swala la muziki. Mtu yoyote anayeimba muziki hajawahi kufika kwa mganga muongo. Mtu yoyote anayeimba muziki, yani hiki ninachokisema sio kwamba unaimba muziki sijui ni gospel sijui ni secular. Kama unaimba muziki hujawahi kufika kwa mganga, wewe auimbe muziki. Wewe ushafika? Wewe tuambie kitu kingine wewe ushafika? Mimi nishawahi kufika, sio mara moja wala mara mbili. Lakini kama anavyosema huyu kwamba sijawahi kuona faida yake. Utawahi kuona faida yake. Sio rahisi kuona faida yake. Sio rahisi au hamna kabisa faida au ipo? Unajua kuna vitu vingine ambavyo unafanikiwa kwa sababu umeamini. Imani. Kiuvao uhusika. Yaani kile unachokiwaza kwamba ndio inaenda kuwa inaweza ikawa kweli, lakini haimaanishi kwamba kile kitu ndio kimekusaidia. Mimi ndo ninachoamini. Kwa hiyo kwenye kufanya kiukweli sijawahi, na mimi binafsi sikwenda kwa ajili ya muziki sana. Kuna kipindi ambacho mimi nimeumwa miezi 4 nikiwa ndani. Sio, unanielewa? Hapo upo kwenye muziki hapo katika. Hapo niko kwenye muziki bro. Niliumwa miezi 4. Nimeshaenda kwa wachungaji ikashindikana. Nimeshaenda hospitali zote na ananiambia hakuna ugonjwa wowote. Nimeshaenda sijui kwa ustazi. Nimeshaenda kila sehemu. Kwa hata kwa waganga pia nimepita hiyo sehemu. Unajua unatapishwa bro, unatapishwa nyongo, sijui unatapishwa vitu vyeusi uelewi. Ukitoka hapo kama unajisikia vizuri, ukifika nyumbani hali ni ile ile. Yaani jambo ni lile lile. Mpaka kuna kipindi ambacho mimi nilikuja kupata nafuu, nilikutana na Timbulo akanambia, sikiliza mdogo wangu, wewe unateseka bure. Vitu vingine hizi stress tu za maisha. Sio, unanielewa? Fanya kitu kimoja, nakupa hii namba ya daktari. Alinipa namba ya daktari mmoja, ningeomba nimtaje, yuko pale hospitali ya Masista Kanosa. Nilienda pale, yule mzee nilimuelezea, kabla hata sijamaliza kanambia madonda ya tumbo hayo. Okay. Sio, unanielewa? Au madonda ya tumbo, nakupatia dawa hii hapa. Leo juma ngapi? Leo Ijumaa. Jumanne njoo nikupe dozi ya pili. Nikamwambia mzee, hapa penyewe nimekuja kwa kujivuta. Kanambia njoo Jumanne utakuwa uko sawa. Kwani nilienda? Si nilikuwa nishapona. Ulikuwa ushapona. Kwa hiyo lakini by the time kabla hujasaidika hivyo, wewe imani yako ilikuwa inakuwa naamini kuna namna nimechezewa. Yaani kuna vitu kama hivyo tu. Yaani kuna vitu kama hivyo. Yaani havikuwa kwenye stress. Kwa sababu kwa jiuliza mimi na stress. Mbona sina stress yoyote? Yaani like ndo kwanza nimehamia Sinza. Sio, unaelewa? Ni sehemu ambayo nilikuwa nawaza kuna siku mimi nitafikia sehemu nije kuishi Sinza. Hiyo nimeishi magetoni, kwa kuna mageto ulikuwa naishi 20,000 kwa mwezi na bado unamkimbia mama mwenye nyumba, huna hela ya kulipa. Alafu umehamia Sinza ndo uje kuwa na stress. Sio, unanielewa? Kwa hiyo sikuwa kwenye stress yoyote, sikuwa kwenye situations zozote za stress, lakini hicho kitu kikatokea. Kwa hiyo automatically tu nilipona na nikaamini. Huku mbele huku dua tunafanya. Sio, unanielewa? Mpaka kesho. Yaani hizo lazima tufanye tu. Na ukifanya kweli kuna muda unaona vitu vinafunguka. Wewe ni dini gani? Mimi Mkristo. Mbona umechukua muda sana kuitaja? Mimi ni Mkristo. Yaani umefikiria kwanza yani mimi mimi Mkristo. Kama umemix hivi. Kumix nimemix kwa sababu unajua mimi naitwa Innocent Omar. Okay. Kwa jina la pili pia naitwa Omar. Hapo sawa. Speaking of masuala ya kurogana na nini, hiyo ni masuala ambayo ni story ambazo kwa wasanii tunasikia zipo sana. Lakini miongoni mwa story ambazo pia zipo kwa wasanii ni wazee wa kuongeza numbers sana. Unakaa nyumba ya bei gani? Nakwambia mimi nakaa nyumba ya milioni 3. Kumbe hapo kaongeza 1 ni 300,000. You get my point? Wengine wanasema hiyo ni kukuza brand kufanyaje, lakini kuna wengine wanaona ni mieyusho. Kwa upande wangu mimi naona ni mieyusho 100%, kwa sababu kitu kimoja. Wanasemaga msanii ni kioo cha jamii. Moja. Sasa unapokuwa unaongopa, unajua sasa hivi mpaka ilipofikia tumetengeneza society ambayo imeegemea sana kwenye uongo kiasi ambacho hata ukisema ukweli watu ni ngumu kukuamini. Yaani ni ngumu kukuamini, ila ukiwa unaongea ukweli, unaongea uongo ambao unaonyesha na vielelezo vingine vya uongo, bado watu wanakuamini. Sio, unanielewa? Kwa upande wangu mimi nasema unajiingiza kwenye changamoto ambazo
ni ngumu kuja kujitoa kwa upande wangu, na ni kweli wasanii kuongeza namba ni kitu ambacho kimezoeleka sana. Nimeshakwenda sehemu na msanii ananunua gari milioni 15. Baadaye kuja kuposti akaposti milioni 32. Nani huyo? Nani huyo? Milioni 32. Sio, unanielewa? Nikaona ndugu yangu. Tulikuwa wote milioni 15. Watu hawataki kuchukulia poa. Nikasema sawa, sikuchukulie poa kivipi? Yaani wewe unahisi kuna mtu anakuchukulia poa? Kwa sababu mwisho wa siku nachoamini mimi kwenye haya maisha, hakuna mtu yeyote anajali wewe ni unafanya nini, unapitia nini, unamiliki nini. For as long as yeye kuna maisha fulani anayapitia, ndo kitu pekee anajali. So hata ukimwambia tu labda kama unataka kuna watu unataka kuwaumiza kwamba yule anamiliki mimi sina. Yes. Lakini eti kuwaaminisha watu kwamba kumiliki gari ya milioni 3 ni kitu kibaya. Mimi sasa hivi sina gari. Lakini nimekwambia nilishawahi kumiliki gari 2. Nilikuwa na Lactis, nikawa na Crown. Zote zikageuka kwa majipu. Lactis ikawa chuma ulete, nikipata hela imeumwa. Nikaiuza. Crown niliuzaga nafikiri kwa 2022 huko. Kitambo sana. Okay. Na hata gari sikuwahi kuwa nataka kumiliki. Nafikiri gari kipindi ambacho na haso nilikuwa napambana, and then katikati kwa 2019 ndo nilipata hela. 2020 tunaingia kaingia corona. Kwa hela yangu nikaona hapa nisiponunua chochote tabaki kwa historia kwamba nilishai kumiliki chochote. Kwa nilinunuaga gari, kanunuaga na kiwanja nikatoa. Na uliuza uka replace na kitu kingine au uliuza ukasolve? Niliuza tu, nikaenda nikaweka kakibanda kangu sehemu fulani. Baada ya kutoa mapenzi au pesa, nyimbo ambazo zilifuata hazikufanya better than mapenzi au pesa. Hata mwenyewe pia ukiangalia kwenye dashboard na nini pia unaona. Pengine labda unaweza kuona mpaka sasa hivi labda unapata kiu na hasira ya kuibiti ile ngoma. Ishe kukupa stress. Kwa unajua stress kwa binadamu ni kitu cha kawaida. Ishe kuwazisha yani mpaka ukakosa raha au ukapata hadi depression yani. Watu washanipick kwenye level ya mapenzi au pesa. Tunafanyaje sasa hivi? Asa kwa upande wangu mimi iko tofauti sana. Kwangu mimi mpaka kesho ngoma yangu kubwa ni mishemisha. Okay. Kwa sababu ni ngoma ambayo kwanza haikuni cost. Sio, unanielewa? Haijani cost kufikiria, tayari nina ramani kutoka kwenye mapenzi ya pesa kwamba nikitengeneza kitu cha namna hii kinaondoka. Sio, unanielewa? Na nimetengeneza kikaondoka kweli. Sikutia bajeti ya promotion. Promotion ya mapenzi ya pesa bro. Hapo kwenye kuuza gari hapo. Niliuza gari pesa nyingine, nimeshoot video zaidi ya 3 na zote nafikiri ilitoka moja ambayo ni released. Okay, nyingine hazikutoka? Zingine zote hazikutoka. Kwa sababu hazikukidhi vigezo ambavyo tulikuwa tumevipangia. Sio, unanielewa? Kwa ni nyimbo ambao pia ilini cost. Kwa ukubwa huo wanayoiona nao niliwekeza pia. Lakini pia ukija kuilinganisha mapenzi ya pesa au kailinganisha na peke yangu. Kwenye kila kitu. Peke yangu ni kubwa. Basi uende kaa kuna Trisha ama saidia kurudisha kwenye filmu, naona hainywewi. Akimaliza hapa atainywa vizuri akiwa ametulia. Kuna mafanikio ya ngoma tunayaona kutokana na mapokezi yake mtaani. Lakini kuna ukubwa wa ngoma hatupokei kutokana na mapokezi ya mtaani, ila kwenye digital zaidi za kifedha zaidi. Labda imeingiza streams ngapi ambazo zimeleta pesa kiasi gani. So ndakawa sisi mapenzi ya pesa tuliona kwenye ukubwa wa mapokezi mtaani zaidi ya kwenye mipunga labda ya shows na vitu kama hizo. Nishakusikiaga one day unasema ilikuingizia chini ya 500 ile ngoma, mapato yake yote ni 400 ile ni ngoma kubwa. Sisi tumeiona ni more than millions, yani millions nyingi sana. Lakini unaambia ulipata 400 kwenye mapenzi ya pesa, inatufikirisha. Nafikiri hicho kitu nishakizungumza sana. Digitals ukiziingia vibaya zinaweza zikakukost sana, kwa sababu kuna watu wengine ambao ni digital lakini yeye ni middleman. Kwa sababu wakati naingia sikuwa nimefanya kujua utafiti mzuri. Kwa hiyo nikaa nimeingia na mtu ambaye ni middleman. Kwa hiyo middleman anampa mtu mwingine. Kwa ile pesa ikitoka inatakiwa igawiwe kwa watu watatu. Kwa ni tofauti na hizi zingine zote ambazo unapokea direct kutoka unagawana na mtu mmoja. Mnakuwa wawili tu hapa katikati. Okay.
kwa sababu kule wanachukua 40. Huyu tena aje achukue 40. Unakuta 20 ndio ya kwako. Unakuja kuchukua 20. Sasa hivi una management? Sasa hivi sina management. Haujataka au haijatokea? Nafikiri hajatokea mtu ambaye tunaendana kwenye kufikiria. Ujue watu wengi unaowapata, mtu anaweza kaja akakwambia like nataka tuweke pesa, tufanye album. Yaani mtu tu moja kwa moja anakuja anakuambia album, wewe ushawahi kufanya muziki before? Hamna, mimi napenda tu kitu ninachokifanya. Nikamwambia sitaki ugomvi na wewe. Sitaki uniingiza kwenye pressure ambazo zitanifanya mimi stopishe muziki kwa muda mrefu. Alafu pia huu ni muda ambao mimi nataka nijijenge. Muziki hauko hivyo unavyofikiria wewe. Yaani sio kitu ambacho unakuja kuweka like kama vile unalima matikiti leo tunalima eka 10, eka 10 zitatupa milioni 30, tuliweka milioni 10, tukitoa 10 tunapata 20 faida. Muziki hauko hivyo. Kwa kama unakuja na strategy, njoo na strategy, either unisikilize mimi nikushauri au tutafute washauri watushauri nini cha kufanya, na katika namna ambayo sio ya kutupiga, kwa sababu kuna mtu mwingine anakushauri kitu ambacho kinakuingiza kwenye tamaa ya wewe ya kuingiza hela nyingi, lakini sio kukukuza. Ndio maana unaona kuna baadhi ya wasanii ambao hawakui, wako pale pale. Kuna watu ambao wanafanya kwa mfano niseme watu ambao wanafanya collabs. Unakimbilia collabs, unafanya collab inakupa milioni labda milioni 1, inakufikisha kwa watu milioni 1. Ukifanya peke yako inakufikisha kwa watu 200,000. Bado umekomana na collab. Tatizo. Ukifanya collab inakufikisha kwa watu milioni 2. Ukifanya peke yako inakufikisha kwa watu 200,000. 200,000. Kwa unakomana na collab. Bado unakomana na collab. Ubaya uko kwenye nini? Kama unaweza kufikisha watu milioni 2. Ubaya maana yake ni kwamba wewe haukui. Wale watu wanaokutazama ni kwa sababu tu ya hiyo collab, lakini ukifanya wewe kama wewe huwezi kukua. Unamwona mtu kama Vanilla ni msanii ambaye anakuwa reasonably kabisa, yani ana Alikiba pale, ujue ana access ya kufanya naye ngoma hata 120, sio unanielewa, muda wowote saa yoyote, lakini ni msanii ambaye mpaka leo anaga ngoma na King, kwa sababu nafikiri focus yake ni kukua. Focus yake haiko tu kwamba tupate au watu wajue watupe sifa. Focus yetu iko kwenye kukua na anakuwa. Speaking of collaborations, wewe ni miongoni mwa wasanii ambao una collab nyingi na wasanii wakubwa. Pengine huna kabisa. Yaani zilizopo ni zile za kipindi hiyo yani mimi mara 100 nimshirikishe mtu ambaye aidha namzidi au tuko kwenye viwango sawa. Kwa sababu sitaki kujidanganya au kujiingiza kwenye depression ya kuhisi like ninashuka. Kumbe kile ninachokipata ndo ninachokistahili kwa wakati huo. Kwa sababu kuna ile ambayo kama nilivyosema, unafanya kitu na mtu unapata numbers za kutosha, alafu baadaye unakuja unafanya haupati hizo numbers, yani hufanani kabisa kwamba ndio wewe, kumbe zile numbers sio za kwako. Na watu wanavyoangalia siasa ya muziki bro, mbaya sana. Wanakuangalia leo, wanakupima hii ngoma yako ina milioni 1 featuring, hii ngoma ina milioni 2 featuring, hii ngoma ina 50,000 ndo ya kwako. Watu wanakupima kwenye 50,000. Watu wanakupima kwenye 50,000. Ukipata comment kama 20 bro kwa siku, zinakudiscourage sana. Unaweza kujiona kabisa kwa mimi sio msanii wa kumbe. Yaani sio mtu wa maana sana. Kuna kipindi tulipata nafasi, tulifanya interviews. Baada ya kupata comment nyingi za mashabiki kuhusiana na ufanano wa ile ngoma yako ya Mapenzi ya Pesa. Beats na nini na flows na ile ngoma ya Mario, tukapost na ikaenda. Mario akaja kucomment akasema ndo nini sasa? Nika screenshot nikakutumia, nikamwambia imefika. Kwa maana Mario ameona. Kuna namna yote inaanza kukupa uoga sasa. Watu wameniweka kwenye mpambano na blaza. Kwanza kitu ninachoamini namba 1, mimi siko kwenye competition na mtu yeyote. Sio, unanielewa? Mimi siko kwenye competition na mtu yeyote awe ana ukubwa gani au awe mdogo gani, kwa sababu mimi muziki naofanya ni kwa ajili ya maisha yangu, sio kwa ajili ya show off, kwa mtu kumuonyesha mtu yeyote kwamba mimi noma. Siko kwa ajili ya kumuonyesha mtu yeyote kitu chochote, ila pia uwezo huo ninao wa kumuonyesha mtu yeyote chochote kwamba mimi noma. Lakini sasa kwenye upande wa kusema naogopa chochote, hapana. Hapana, kwa sababu by the way mimi huwa nasema kitu kimoja. Ukiongea fact unakuwa huru sana. Hata vitabu vya dini kwa sisi wa Kristo kuna mstari mmoja unasema iseme kweli nayo kweli itakuweka huru. Mimi ndio kitu pekee huwa nafanya, na nyooka hivi. Ukinyooka unakuwa huru sana, kwa sababu nafikiri baada ya pale alikuja akaposti kwamba ule wimbo ameandika nani? Huyu msanii ambaye anaimba singeli. Sikumbuki nani vizuri.
Mimi naye nikitakaga kumkumbuka mtu ndo namsahau. Inanikuta sana hiyo. Oh yeah. So nikaona ni kwenye either anajitetea au anafanya nini, lakini sio kwa ubaya. Ngoma yake ni kali, ngoma yake ni nzuri, lakini the fact is 100% copy ya kile ambacho nilikifanya. Sio vibaya. Mabanda ya Juice unajua haya kwa mangapi? Mengi. Ni mengi sana. Lakini huwezi kusema kwamba huyu kamwiga yule kamwiga yule, no. Kama vimefanana, idea ni vimefanana. Huwezi kutofautisha kwa kuonyesha asili yako wala ufanye chochote. Sasa utafanya nini? Una kitu cha kufanya. Ndio ishakuwa. Unataka iwe mbaya, itakuwa mbaya kwako kwa sababu mwisho wa siku tarehe zinaongea, namba zinaongea na kila kitu kinaongea. Na mapenzi au pesa sio ngoma ndogo, ni ngoma kubwa. Sasa mimi nimwandafie nani? Ingekuwa ndogo ungesema watu wangepata tabu sana kufanya. Wangepata tabu sana kutaka kujadili. Ni comment ambazo mpaka kesho nazipata, lakini sio kwa ubaya. Kwani mimi na ubaya, mimi na ugomvi. Sina ugomvi na Mario hata. Na ni mtu ambaye mimi namfuatilia daily kwa sababu Mario toka akiwa anakuwa namuona. Sio, unanielewa? Toka akiwa anaanza muziki wake namuona, ni mtu ambaye nasema hata njia zake zinanipendeza mimi kuzifuata. Ni mmoja wapo ya watu ambao wana shape hata muziki wangu. Sio, unanielewa? Hata kesho kutwa nikisema nataka nikifikiria kufanya collab, nitafanya na Mario kwa sababu ni mtu ambaye naona kabisa akifanya kazi na mtu anapush, anajitahidi kumuonyesha kwamba hiki tulichokifanya ni kitu kizuri tofauti na wasanii wengine wengi sana. Oh yeah, nice. Yes. Tukao tunamalizia. Mstari wako pendwa kwenye Bible unasemaje, na ni Yohana ngapi, mstari wa ngapi? Hapa kanisani tunaenda au waga tuendi? Mafundisho tumepita. Okay. Mstari wako pendwa kwenye Bible ni upi? Unajua nikutoe kwenye hiyo mada. Juzi nilikuwa kwenye kupita nikakutana na mtu mmoja anazungumzia dini zetu sisi wa Afrika ni zipi. Kabla sisi wazungu na Waarabu kuja kuleta Uislamu na Ukristo, dini zetu ni zipi? Vitabu vyetu vya dini ni vipi? Miongozo yetu ya dini ni ipi? Hilo swala limenifikirisha sana. Mimi kwanza swala la kukalili, mimi sio mkaliliji. Mimi waga ni mtu ambaye naelewa tu. Oh yeah. Sura nielewa. Mimi kukalili siwezi na ni kitu nimeshashindwa. Mimi hata kwenye darasani huwezi kunikuta nasoma. Unaelewa mwalimu anafundisha? Yaani mimi hakuna siku utanikuta nasoma. Mimi nacheza, mimi nacheka, nachekesha, nafanya nini, napiga story. Ila kwenye mitihani nabukua. Kwa nini nabukua? Usiku wake nakula msuli wa kutosha. Naelewa. Si unanielewa? Oh, yeah. Kwa hata ukisema kwamba mstari gani, naweza kukupa reference nyingi sana za vitabu. Basi kipi ambacho umewahi kukielewa kwenye Bible? Kukielewa sana? Niseme kweli, nayo kweli. Nitakuweka huru. Nyoka. Oh yeah. Yeah, oh yeah, nice. Vitu kama hiyo nzuri. Basi mstari gani ambao umewahi kuelewa au kukariri kutoka kwenye track yoyote including ya kwako, ya msanii yoyote, lakini ni punchline ambayo ina make sense sana kwako? Bora rafiki mmoja anayekusaidia kuliko ndugu 100. Kwenye track gani? Mishe by Santana. Oh yeah, okay. Kutoka kwa msanii mwingine? Kutoka kwa msanii mwingine hapo. Mimi bwana nimekuwa namsikiliza sana Moko Genius. Au Moko gani? The Incredible. Okay. What the Incredible? So ana verse yake moja. Napenda mimi, by the way, nilianzaga ku rap before kabla hivi vitu vingine. Kwa hata kusikiliza mimi mostly nasikiliza watu ambao wana rap sana kuliko sehemu zingine. So kuna habari mnoko ni na habari moko. Huwezi timiza kazi kama askari choko. Oh yeah. Shauri mingi ziende kwa One Incredible, by the way, ni miongoni mwa rappers noma sana. Rapper mmoja noma hiyo kutoka kwenye 41 Bazi. Oh yeah. Haina noma. Kuna kipindi ulikuwa kwenye mahusiano na msanii gani yule akike? Kwenye maisha yangu sija kudate msanii yoyote. Unless uko kwenye mahusiano na nilishawahi kudate na mtu alafu nikamfanya kuwa msanii tukiwa tumeshaachana. Nani? Precious Mary. Oh yeah. Hivi ni upi? Precious Mary, kuna demo moja ile kuimba cover ya ilikuwa cover ya African Beauty, ilitembea sana. Yuko wapi? Yupo. Na mkaachana? Tuliachana. Kwa nini? Mahusiano tu hayakuwa yamepangwa kufikia pale tulipopanga sisi. Na mlikuwa mmeaim kwenda kwenye ndoa au mlikuwa mnasindikizana? Tulikuwa kwenye mahusiano.
Hiyo mahusiano ndio huwa baadaye yanapelekea aidha watu wafike au wasifike. Kwa hiyo swala la kusema mimi katika vitu sivipangilii kwenye maisha yangu ni ndoa. Halipo kabisa kwenye akili yangu yani. Ulishaye kuachwa? Yaani direct kabisa bana. Kuachwa? Kuachwa nishai kuachwa. Mimi sijai kuachwa hivi ila nishai kuachana na mtu. Sasa kuachana hapa lazima mtu kuniambia like mimi na wewe basi, sijai kupata huyo mtu. Hapa si amekuacha. Kwa hiyo kuna mtu anakuletea vile visa mpaka unajikataa. Hizo nishai kuletewa. Nice one. Bana, huyu ndo Sentano bwana. Ndo mwenyewe sana. Anafanya poa by the way, na right now pia kuna ngoma ambayo ameitoa. Naona challenge ni mingi sana na visosi vya kahawa na nini. Muhimu sana. Inaitwa sasa hivi nimeamua kula. Mapenzi yatafuata. Ngoma inaitwa Utaweza. Na bado video bado. Nafikiri na shoot wiki ijayo, weekend. Ndio ile ambayo juzi kati ulikuwa location au sio hiyo? Sio hiyo. Hiyo ni nyingine. Zile location ni za kushoot challenge tu. Okay. Nice. Amefanya production nani? Audio. Sentano. Kwa maana producer ni wewe mwenyewe? Hiyo ni ngori. Kwa producer Sentano. Producer ka produce Sentano. Ukishirikiana na nani mastering? Mastering Sentano. Kuna muda ambapo huwa nawarahisishia kazi maproducer na watu wa kumaster. Sitaki wasumbuke sana wapate tabu. Niwahangaisha afu baadaye wachoke wa nini na wapumzisha. Kwa kuna muda nafanya kazi mwenyewe. Hiyo nzuri sana. Inakupunguzia pia gharama, baadhi ya gharama za kwenda kwa. Gharama ni kubwa kwa sababu mwili unachoka, lakini wao ndo wanakuwa nimewapunguzia. Kwa hiyo nishukuru sana kwamba mimi ni msanii mmoja hapa ambaye siwasumbui. Maliza na producer ambaye unatamani kufanya naye kazi, uje kufanya naye kazi. Liza, huyu ni kaka yangu kabisa by the way. Na ni mtu ambaye niseme kwamba na admire sana spirit yake ya kufanya muziki. Nafikiri kuna kipindi alitoka Burundi. Walikuwa wanamtafuta wampige mabomu. Kimbizi. So ni mtu ambaye ananipa pia changamoto ya kusema kwamba kama inawezekana hajakata tamaa mpaka vile. Unajua Liza kuna kipindi alikuwa anafanya, alikuwa producer nambari 1 Burundi. Yaani ile Burundi nzima. Kila ngoma inayotoka lazima usikie Liza, ndo ngoma inakuwa kubwa. Kwa hiyo sio tu kwamba ni producer namba 1 tu TZ, yani ni mtu ambaye shafanya huko. Alafu akaja akadrop kabisa kwenye level ya 0. Trisha, ile juice yetu naomba. Na tushamaliza mazungumzo hapa. Itaenda vizuri. Bana, imekuwa fresh sana Sentano. Big time sana. Wasalimie sana Tabata gani vile? Mimi niko Tabata Kimanga. Haina noma.